Yesu asifiwe, watoto wa Mungu. Amani ya Bwana yetu Yesu Kristo inatuletea amani tena tunapoungana wakati kama huu kwa muda mfupi, na katika masaa ambayo hata katika muda utakayopokea neno hili wewe mwenyewe kuisikia itakupa amani, na amani ya pekee. Miongoni mwa vitu ambavyo naendelea kujifunza ni namna ambavyo shetani ametukatisha tamaa na upendo wa Mungu ulivyo mkubwa zaidi ya jinsi ambavyo shetani anaweza katumia ila yoyote kutukatisha tamaa. Na ndio maana hata na kutangazia katika masaa haya ambayo wewe utapokea neno hili muda wote kwamba upendo wa Mungu na jinsi Mungu anavyotupenda na mambo aliyotuandalia ni zaidi ya kile ambacho shetani anaweza akatuletea kutukatisha tamaa. Lakini miongoni mwa vitu kama hivi, hata nitakuwa na maombi pale mwishoni, maombi yenye amani kabisa, ambao najua baada ya kusikia neno hili tutakapokuwa tunaomba utakuwa na imani, na imani hiyo itakutendea. Maana hata mimi nashuhudia mengi na Mungu amenipitisha katika mengi ili niweze kuwafundisha na wengine na niweze kushirikiana na wengine, ili kunapoungana pamoja tutashinda pamoja. Kikubwa ni kwamba tusiache moja wetu akakatishwa tamaa na ila za ibilisi ambao anaibua kila kukicha. Lakini kitu ambacho nataka nikupe leo kupitia Roho, na Roho atuongoze katika maneno haya ili yawe na baraka kubwa, na masaa kama haya yataleta neema nyingi kwenye maisha yetu. Ni maombi ya imani. Maombi na imani. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo vinachanganya watu ni jinsi ambavyo shetani anapoleta migogoro katika maisha yetu, ile migogoro ambayo inasababisha dhambi. Sasa mtu anatenda dhambi au anakatishwa tamaa na maisha, anakatishwa tamaa na mambo mbalimbali yanayokatishwa tamaa ambayo adui ameandaa ili kuwafifisha watoto wa Mungu. Mtu anakosa imani katika maombi. Sasa imani na maombi, tunataka tuangalie maombi na imani, imani na maombi. Sasa tuone ni namna gani mtu anaweza kawa na imani na akaomba vizuri kabisa hata pale ambapo amekata tamaa. Sasa unapozungumzia kitu kinachosema imani, imani imetafsiriwa katika mambo mbalimbali, maneno mbalimbali, ikiwemo katika kile kitabu cha Waebrania 11 kwamba imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana bado. Imeizungumzia vizuri sana, lakini mimi hata nikapenda ile fungu la 6 katika Waebrania 11 kwamba kila amwendeaye Mungu aamini kwamba Mungu yupo, na kwamba yeye huwapa thawabu wale wanaomtafuta, wale wanaomwendea yeye anawapa kile hitaji lao, hitaji ambao wanayo pale wanapomwendea. Sasa kuamini kwamba Mungu yupo, unaamini tabia ya Mungu. Tabia ya Mungu ni upendo. Tabia ya Mungu inatafuta watu waliochoka. Tabia ya Mungu inatafuta yule ambaye amekatishwa tamaa, yule aliyeachwa kabisa. Ndio maana Yesu alipokuja duniani alisema yeye hakuja kuita walio wema bali walio wabaya. Watu walipomuona anakula na walevi, anakula na watoza ushuru, anatembea na anazunguka na amekaa na kahaba kabisa, lakini Yesu akasema kwamba yeye alikuja kutafuta watu kama hao. Sasa anapotafuta watu kama hao, je, hao watu kama hao wanaweza wakawa na imani kwa Mungu nao wakasimama tena hata pale ambapo ulishakatishwa tamaa kabisa na mambo yamegoma? Pale ambapo ulifikiri kwamba uko peke yako, Mungu amekuacha. Uko peke yako katika ulimwengu wa watu wengi, watu bilioni kadhaa, lakini wewe unakuwa peke yako miongoni mwa familia kubwa. Uko peke yako, unaona uko peke yako kabisa katika ofisi ya wafanyakazi wengi. Uko peke yako katika mitaa yenye msongamano wa watu, katika miji mikubwa, lakini unajikuta kabisa jinsi unavyoishi, unajikuta uko peke yako, unafikiri umeachwa. Hata muda kama huo ndipo watu wengi wamechepuka, wameenda mbali na Mungu, lakini upendo wa Mungu unatafuta watu kama hao. Sasa ni wakati gani
ambapo imani inaonekana. Tunasoma katika kitabu hichi, nilikipenda sana, inasema ujumbe wa awali, ambao pia mwandishi wake ni Ellen White. Sasa katika kitabu hiki, katika ule ukurasa wa 106 kuna maneno haya nimesoma, lakini kabla ya hapo tukiangalia kile kitabu cha Marko 20:11 fungu la 24 inayosema, na yoyote muombayo mkisali aminini kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu. Chochote tunachokiomba aminini kwamba mnayapata nayo yatakuwa yenu. Sasa shida ya jamii yetu au shida ya wengi wanaoungana katika maombi, shida iko wapi? Shida iko hapa kwamba, lakini wengi udhani kuwa wana imani kubwa wakati wanapokuwa na Roho Mtakatifu kwa wingi. Kwamba wengi wanafikiri wana imani kubwa pale ambapo wanapoonekana wana Roho Mtakatifu. Unapojisikia una amani, unapojisikia kwamba sasa niko vizuri na Mungu, sasa niko sawa, eti hapo sasa ndio mtu anafikiri kwamba hapo ndipo ana imani, hapo ndipo eti ametumia imani. Hapana, neno linasema kwamba hawawezi kuwa na imani isipokuwa wanahisi nguvu ya Roho. Kwamba pale ambapo mtu anafikiri kwamba amekosa nguvu kutoka kwa Mungu, ametenda dhambi, amekatishwa tamaa, yuko kwenye hali ngumu, eti anafikiri kwamba hapa hawezi akapata imani, hawezi kuwa na imani. Sasa imani inatutafuta wakati gani? Anasema watu kama hao wanachanganya imani na baraka ambayo huja kupitia imani. Unapohisi una furaha, hiyo moja kwa moja imani ilishafanya kazi, inaitwa baraka inayokuja kupitia imani. Sasa hiyo ni baraka. Unapoishi na furaha ni baraka ya imani, sio imani, ni baraka ya imani. Ndio maana mbinguni kuna baraka ya imani, maana wako na Bwana pale. Hawakatishwi tamaa, wanaishi katika baraka ya imani. Imani yao sasa imeshaleta, wanaishi katika baraka ya imani. Hawaonyeshi tena imani, maana wanaishi katika baraka ya kuamini tayari. Sasa imani ni nini? Inakuwa wakati gani? Wakati hasa wa kutumia imani ni pale tunapohisi kutokuwa kabisa na Roho. Pale ambapo unahisi kutokuwa kabisa na Roho Mtakatifu, ambapo unafikiri kwamba umeachwa, mambo yamekugomea, shida imekuwa ni shida, hofu imekutanda, madaktari wameshindwa, wamekwambia kwamba rudi nyumbani. Pale ambapo barua kali ya kufukuzwa kazi, pale ambapo hali imechanganyikiwa, pale ambapo kuna dhoruba iko mbele. Ndio maana Yesu alipokuwa na mitume wake aliwaambia, je, hamkuwa na imani? Ni pale ambapo waliona dhoruba ikiwa kali, lakini kipindi ambapo dhoruba haikuwepo walikuwa wezo wakaonyesha imani. Imani ilikuwa inafanya kazi kipindi ambapo dhoruba ni kali, mawimbi yanapiga, lakini Yesu akaonyesha imani akiwa anatembea juu ya maji. Lakini muda fulani akiwa amelala chini kabisa, yeye amekuwa na imani, wanafunzi wake hawajaonyesha imani. Anambia, mngekuwa na imani, baada mna imani. Kumbe imani ni nyakati ambazo unafikiri mambo yamegoma, Mungu amekuacha. Hiyo ndio wakati wa imani. Anasema kwamba wakati ambapo mawingu mazito ya giza yanaonekana kutanda juu ya akili, wakati huo, wakati wa kuruhusu imani iliyo hai kutoboa giza linalotawanya mawingu. Wakati ambapo giza limetanda katika akili imetandazwa na giza kali, hauoni tena cha kufanya, mambo yameshindikana. Sasa wakati kama huo ndio wakati ambapo watu wa Mungu wanatakiwa onyeshe imani. Sasa imani onyesha kipindi ambapo shetani anafikiri amekukatisha tamaa. Hapo ndipo onyesha imani kwamba umenikatisha tamaa. Hapo ndipo wakati wangu wa kuonyesha imani.
Wakati ambapo unafikiri unafilisika, hapo ndipo wakati wa kuonyesha imani. Wakati moto inapowaka kabisa, hapo ndipo wakati wa kuonyesha imani. Alituelekeza hapa kwamba Elia, nabii wa Mungu, yeye aliomba mara moja, moto ikashuka. Sasa ikawa ombi la pili, wameenda kuomba sasa mvua inyeshe, maana mvua ikunyesha kwa miaka 3. Elia akaenda. Sasa anasema kwamba alipoonyeshwa kwa Elia, tunapoelekezwa kwa Elia, Elia alikuwa chini ya hisia kali sawa sawa na sisi. Ndio maana Biblia inasema Elia alikuwa kama mwanadamu kama sisi, lakini aliomba mvua ikunyesha, na akaomba tena mvua ikanyesha. Sasa aona kipindi anaomba ili mvua inyeshe. Mara ya kwanza akaenda kuomba mvua, mawingu hakuna mvua. Mara ya pili hakuna mvua. Yeye ameshaambia Ahabu na ameua manabii wa Baali. Sasa mvua inyeshe. Watu wanasubiri mvua haionekani. Elia akaenda mara ya 3. Hisia kali kwamba itakuwaje? Je, Mungu yuko na mimi bado? Elia anaonyesha hisia kali. Anarudi mara ya 4, bado hakuna kitu. Mara ya 5, bado hakuna kitu. Mara ya 6, bado hakuna kitu. Lakini mara ya 7 wingu linatokea. Wingu la ushindi linatokea, linatandaza. Ndio maana nasema kipindi wingu la giza linapotanda, kuna wingu la baraka litakayokuja kutanda, kunyesha mvua kubwa ya baraka. Maana hiyo ndio wingu la imani. Sasa imani usiliachilie. Waisraeli, nilikuwa naangalia kwa nini mambo mengi yalikuwa na washinda, waliachilia imani kwa muda mfupi. Mungu anasema hawa watu wataacha kuniamini mpaka lini? Watanungunika. Nimewavusha kwenye bahari ya Shamu, bado wanakosa maji tu kwa muda mfupi, wanalalamika. Imani ni kuvumilia. Ngoja nikwambie, tunapoenda kuomba, yawezekana umefika mara ya 5, wingu bado, subiri, bado mara 2. Ndio huko mara ya 3, bado mara 4. Umebakiza 1, huko ya 6, henda ya 7. Imani ya kwamba Mungu katikati ambapo kuna hofu kubwa, unafikiri haiwezekani, ya 7 italeta mvua. Jina la Bwana litukuzwe tunapoomba. Baba, watoto wako hawa katika masaa haya, kila mmoja atapokea maneno haya kwa namna yake. Nawaombea baraka, nawaombea neema. Yule aliyeshindwa kabisa, aliyekatishwa tamaa, imani imeingia. Hapo tunaonyesha imani kwamba utatushindia. Litukuzwe jina lako, utakayebariki watoto wako, kila aliye mgonjwa, aliye na shida mbalimbali, madeni, namna jinsi gani shetani amemkatisha tamaa, lakini kuna nguvu katika neno lako kwamba unawahitaji wote waliochoka. Litukuzwe jina lako kwa watoto wako unapotubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amin. Mungu akubariki, Mungu akutunze kwa jina la Yesu.